Mbona umelala Abukaria? Unakwenda kupata matatizo. Amka, amka tafadhali. Abukari, wewe ndio uliyebaki kama tegemeo katika familia, ila kwa nini umelala? Kambe hujui chochote kinachoendelea. Dada Nea, sisi ilikuwa tumechoka, maana tumetoka safari ndefu sana, ndio kuona tujipumzishe hapa kwenye huu mti. Kwani hatufai kupumzika hapa dada? Mbona unasema na uoga? Mzimukasi amerudi kijengini tena kwa hasira kali. Tizameni. Ganga wangu natapatapa, mama mimi natapatapa. Uganga wangu natapatapa, mama mimi natapatapa. Ganga wangu natapatapa, mama mimi natapatapa. Uganga wangu natapatapa, mama mimi natapatapa. Uganga wangu. Ganga wetu, mbona unatizama juu? Kuna nini? Kile kitu nimekishuhudia. Niambie, wewe leo umefanya nini? Swadakta mganga, niliona vijana wako na begi la pesa, nikalifungua kisha kukachoka kiumbe wa ajabu sana. Ndiyo maana nimeona damu nyingi kimwagika. Umekwenda kuleta kiumbe wa hatari. Ni wakati mama wa kijiji akusanye watoto wote ili tuwajue hao watoto wametoka wapi na wanakwenda wapi. Na kama hili halitofanyika, basi vijana wengi watakufa na watu wengi watakufa kwenye kijiji hiki, maana umekwenda kuuleta mzimu ambao ni hatari, hatari iliyo kubwa. Mayo Mayo, pembe yangu ina mama Sasa tutafanyaje? Mzimu umeshatoka na vijiti hatunavyo tena. Hatuna la kufanya dada. Wanakijiji wameanza michakato na watoto wa kigeni katika kijiji hiki. Una maana gani dada? Wanataka kutuua ama kutufunga? Wakituua na kutubatiza watakufa wote. Uwepo wetu ni sahali kwao, na pia kifo chetu ni hatari kwao. Ndugu zangu, njooni mnikumbatie. Dada, tambua wewe umeshakufa zamani sana na tulikuzika kwa mikono yetu. Kaka, natambua hilo,
ila nilimwomba baba nguvu ili nije niwasaidie na niishi kama nyinyi. Tafadhalini, njooni mnikumbatie. Nyinyi nyote nawafahamu, lakini wewe na wewe, piteni huku. Nyinyi ni wageni katika hichi kijiji, sijawahi kuwaona, sijui mweza kuniambia mmefuata nini? Kweli sisi si wa kijiji hiki, tumetokea kijiji jirani, ila tumekuja kutafuta hifadhi tu, maana kijiji chetu chote kimesambaratika, tuliobaki ni sisi. Oa, ile mali najisaidia. Yaani ukisikia kitukutuku ndio kile. Ai. Wewe tazama vizuri yule mwenye kimwanya yule, nimemzimikia kinyama. Sasa mama kijiji, umetukusanya ili tuweze kujionea malaika wanaotujia kijijini kwetu. Ulikuwa na maana gani? Maana tungewajua tu. Hawa vijana wameleta tatizo katika kijiji chetu, na ni mzimu unaenda kutumaliza sote katika hichi kijiji. Hebu waulize kabla hatuja kufa. Hawa kama tunahitaji uhai wetu, inatubidi tuwawache, maana hawa wanafahamu dawa ambayo itatufanya sisi tubakie kuwa hai, lakini dawa yenyewe ni dhaifu. Nakumbuka kama ni mzimu ulio watu wengi sana katika kijiji chetu. Tafadhalini vijana, hebu tuambieni dawa ni gani ambayo itatufanya sisi tubakie kuwa hai? Kila mmoja wetu hatakiwi kuhema au kupiga chafya, viwili hivyo atakuwa karibu naye. Anti, mjomba. Kuna nini? Mjomba Amefanya nini? Ameuliwa. Nani? Tafadhalini, hebu tumbebe, tumuingizeni ndani. Hivi nyinyi mumewaelewa wale watoto eti ukichemua utakufa? Mimi sijaelewa kabisa. Ikiwa ni mzimu, wazee wajitokeze waende kumla. Mimi nashangaa mganga wetu wa kijiji tunayemwamini leo amekwenda kwa pasikio. Dada. Bumzi. Punguza kelele sawa? Kijiji kimechafuka hichi. Sitaki kaka, mimi nasikia njaa. Sawa kaka, sawa, nimekuelewa, lakini hapa hapana cha chakula. Sasa tujaribu kusonga hapo mbele kidogo.
Bukaria, nakumbuka mzimu huu ndio ulioa wazazi wangu, ndiposa nikahama kijiji. Ulikuwa kijiji gani? Ama ulihama kijiji cha Shonda? Hapana, nilikuwa katika kijiji cha Ngarisawe kilichoongozwa na mganga Jini Muta. Lakini Sheke alituambia katika kijiji hicho watu wote walikufa, kumbe kunao waliobaki.